Hello, mambo vipi? Karibu katika channel yangu, The Erica Podcast. Hii ni channel ya maongezi kama ambavyo nimeshakwisha sema katika vipindi vyangu vilivyopita. Na Erica Lulakwa ni channel ya muziki tu. Kwa kama unataka kusikiliza muziki wangu, tafadhali tembelea Erica Lulakwa na utapata muziki yote kule. Pia kuna vipindi vingine ambavyo nilirekodi muda uliopita viko bado kule, lakini hapa hii ni channel mpya. The Erica Podcast, tafadhali subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili tuweze kwenda wote sambamba. Na leo bila kuchelewa nitapenda kuzungumzia swala zima la unene na wembamba. Sasa unakuta bwana, katika ulimwengu wa sasa au ulimwengu uliopita, kuna niseme ni fikra, kuna ile mindset kwamba mtu ukiwa mnene basi wewe una afya, na ukiwa mwembamba basi wewe huna afya. Lakini kinyume cha hivyo vyote ni kweli kwamba inategemeana. Kuna sababu nyingi sana mtu unaweza kuwa mnene, na kuna sababu nyingi sana mtu unaweza kuwa mwembamba. Nitatoa sababu za mtu anaweza kuwa nazo kuwa mnene. Sawa? Unaweza kuwa unakula chakula sana, basi utanenepa. Inaweza kuwa unene upo katika familia yenu, basi utaonekana mnene. Na unaweza kuwa una msongo wa mawazo, pia ukanenepa kutokana na kwamba utakuwa unatumia chakula au kitu chochote chakula au chakunywa kwa ajili ya kupunguza mawazo. Au unaweza kuwa unatumia chakula kwa ajili ya kupunguza ule msongo. Yaani unaweza kuwa unasema nini ile kuna ile kitu wanaita emotional eating. Hisia, unakuwa na hisia za kula. Yaani wewe kila ukivurugwa tu sehemu fulani, basi wewe unaenda kujipozesha kwa kula. Hasa unaweza pia usijue, ukaona pamoja na kwamba unapitia wakati mgumu, wewe ukawa unakula chakula au unakunywa vinywaji fulani, au ukawa unafanya kitu kingine kinachohusiana na kupeleka kitu chochote mdomoni, ukaja kujikuta kwamba unanenepa. Na huo unene unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo inabidi uangalie sana, je, wewe unanenepa kwa ajili ipi yani? Yaani katika mazingira ya gani unene wako unatokea? Alafu kuna ule unene kwamba mtu labda anaumwa, hawezi kufanya mazoezi, basi akawa anakula, na pia unene ukawa unakuja. Na kuna ule ambaye anaweza kula, labda anatumia dawa fulani ambazo zinaongeza unene. Unanielewa eh? Kwa angalia katika unene wako, mtu angalie, je, ninanenepa kwa ajili gani? Je, ninapitia mambo magumu sana? Je, ninakula sana kupita kiasi? Na pamoja na kula sana kupita kiasi, huu unene ni wa afya au ni unene tu? Na unaelewa, kuna watu hapo ni wanene lakini sio unene wa kupitiliza. Unene wa kupitiliza sio wa afya. Sio wa afya kabisa. Fanya tu research, utakuja kuniambia. Unene sio. Na unene unaambatana na magonjwa mengi sana. Unaweza kutomo kuna kisukari, unaweza kutomo kuna pressure, hiyo high blood pressure. Unaweza kuja kutomo kuna yaani kuna vitu vingi tu kibao, yaani kuna vitu kibao tu ambavyo vinaweza vikaendana na huo unene. Na katika sisi kwa Afrika tulivyokuwa, sisi tumekuwa kwa kujua kwamba unene ni kitu tu cha kawaida. Unaona kwamba unene ni kitu cha kawaida, na ukiwa mnene basi wewe, yani kitumbo kimetokeleza, basi unaona kwamba wewe ndo sasa. Tuje kwa angalia sana unene wako unatokana na nini. Tukija kwenye wembamba. Wembamba kwa asilimia kubwa ni mzuri. Na hii nasemaje kwa nini ni mzuri? Inategemeana pia. Kuna wembamba mzuri na kuna wembamba sio mzuri. Lakini kwa asilimia kubwa wembamba ni mzuri. Kwa ukizingatia kwamba mtu unakuwa mwembamba kwa sababu zipi? Kuna wembamba ule wa mtu kuamua kwamba nataka sasa hivi niwe mwembamba, nitoe kilo fulani, nirudi kilo fulani. Je, nafanyaje? Napunguza kula. Kweli mtu anakuwa mwembamba. Kuna wembamba unakula, unapunguza portions unazokula, au kuna wembamba ule wa kupunguza kufanya mazoezi, kwamba unakula na unafanya mazoezi. Na kuna wembamba tu ambao unatokea kutokana kwamba wewe ni mtu wa kutembea ni ukae sehemu moja.
hiyo nayo inatokea. Kwa hiyo kuna ule mwembamba wa makusudi kwamba ninakuwa mwembamba, nataka niwe mwembamba, hivyo vyote vipo. Sasa ukija katika ulimwengu wa sasa, wanadamu tuna tabia ya kupangiana mtu awe vipi. Hasa katika swala zima za wale watu wa vyoo vya jamii. Unakuta mtu akiwa mnene, umekuwa mnene sana. Akipungua, umepungua sana. Akifanya hivi, umefanya hivi. Akienda vile, umefanya hivi. Hasa unakuta kwamba mwisho wa siku ni wewe mtu binafsi kuamua kwamba unataka uwe katika kundi lipi. Kama unataka kuwa katika ule kundi la wembamba ambao una afya, ni vyema. Kwa mfano mimi nitakupa mfano. Mimi kilo zangu huwa zinakuwa kati ya kilo 60 mpaka 70. Lakini nikienda 70 nakuwa najisikia mzito sana. Kwa hiyo inabidi nifanye ninavyofanya ili niwe katika ifike pale 60, 61, 62 kizi sana 65. Kwa hiyo na mimi najua kwamba watu wengi sio kwamba wananifahamu mimi wakiniona, lakini kwa mpango ambao nimejiwekea sasa hivi kuna kiasi ambacho natakiwa mimi nipungue. Kwa hiyo nimejiwekea mpangilio, nimejiwekea plan ya kufanya kwa ajili ya kupunguza hizo kilo. Kwa hiyo mtu akija atasema, mbona Erica hapa umekuwa mwembamba sana? Mbona hapa umekuwa hivi? Huyo mtu hajui kwamba mimi hiyo ni sababu yangu ya mimi kwamba kuogopa kufikia ule unene ambao sio wa afya. Na pia katika kupungua, hutaki kupungua kwenda chini ya kiasi fulani kutegemeana na BMI yako. Unaona? Na haya yote unapotaka kufanya, inabidi unaongea na daktari wako. Je, hapa nina kilo kadhaa kutoka hapa mpaka hapa. Je, nipunguze ngapi ili? Atakwambia, basi wewe kulingana na umri wako na urefu wako na afya yako ulionayo basi usiende chini ya hapa. Basi mtu unakuwa unajua. Kwa hiyo ile mimi nitakuja kuongelea leo hivi, tuache ile kuanza kupangiana kwamba wewe umepungua sana, wewe umenenepa sana, wewe umekonda sana hivyo, unaona? Mimi ningependa kila mtu ajitahidi awe katika ule upande wa kupungua. Lakini je, kupungua kunawezekana hivyo kwa urahisi? Unajua kuna watu wanapungua kwamba wana matatizo kweli, na matatizo yenyewe ni matatizo makubwa sana. Hiyo inaeleweka. Lakini kuna watu wanapungua kweli, wanapenda, wanataka wawe hivyo walivyo. Na sitopenda kutoa mifano kwa sasa hivi kwa sababu ila nilichokuwa tunataka kuongelea kwamba tuache kupangiana. Kama unaona mimi leo mnene, kesho kaniona nimepungua, sawa? Niulize uko salama? Niko fresh, hamna tatizo. Lakini sio kila siku unakuja pale wewe ni mtu tu wa kwenda kuandika, umekonda sana, umekonda, hebu ongezeka kidogo. Hiyo sio. Ukimuona mtu labda kakonda sana, muulize tu, uko vizuri? Niko vizuri, fresh. Fresh. Au ukiona mtu hivyo, lakini sio kuanza kutumia sasa ile muonekano wa mtu kutukana. Hiyo inakuwa sio. Nilichotaka kusema kutokana na unene na wembamba, basi watu tusipangiane jinsi gani tunataka kuonekana. Kila mtu aishi kadiri ya anavyoweza, kwa sababu hakuna mtu mjinga duniani sasa hivi kwamba ataenda kutaka kukonda tu bila kuwa na sababu. Na kila mtu sasa hivi anajua kwamba najua jinsi gani kukonda ambapo ni shida. Kwa hiyo hakikisha tu kwamba unawasiliana na daktari wako akuhakikishie hata kama unataka kupungua kiasi fulani mpaka kiasi fulani, usizidi kiasi fulani. Na unene, hakuna mtu anayependa unene. Hamna mtu anayependa unene. Unasikia wewe umekonda sana, sijui nini, au mwingine atakwambia nenepa ili mimi niweze kukupenda. Ni nenepe niwe na afya mbaya afu ndio iwe nini? Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo basi tusipangiane na tusitumie kunenepa au kukonda, au tusimfakamie mtu kwamba wewe nenepa sasa hivi unaonekana mbaya, wewe fanya hivi sasa hivi. Hiyo vilishapitwa na wakati. Kila mtu aishi maisha yake. Basi baada ya hapo tutaonana wakati mwingine.